kuna baadhi ya sababu zinazofanya matokeo yapatikane. Sababu moja ni ubora wako wewe. Sababu ya pili ni udhaifu wa mpinzani. Sababu ya tatu ni hali ya hewa ambayo inaathiri miundombinu. Sababu ya nne ni mwamuzi. Unaelewa? Unataka kusemaje siku ile? Kwa sasa hapa kuna udhaifu wa mpinzani ndio nataka nizungumze. Sawa. Wapinzani? Wapinzani. Hapa kuna madhaifu ni kwamba kuna wakati Simba walinzi wake wakati wana lose concentration kwa sababu ya kuchoka dakika za mwisho, wanaruhusu kipa afikiwe, lakini wapinzani wanakuwa hawana ule ubora wa kumalizia hizo nafasi. Kipimo ni kwamba wakikutana na timu nzuri zaidi wanakuwa kwenye wakati mgumu. Mfano mechi ya Yanga sare bao 2, kipindi cha pili energy yao ilishuka, Yanga wakautilize ile makosa, ile mechi ilienda 2-2. Lakini kwenye mechi nyingine si rahisi kukuta mchezaji wa Mashujaa akafunga kwa quality kama ile ya Dube. Si rahisi kuona mchezaji mwingine wa Tanzania Prisons akafunga kama quality ile ya Bakari kwenda kumalizia second ball ya set play. Kwa hiyo wananufaika kupitia hapo. Umeelewa? Pamoja na ubora walionao. Kwa mfano mimi kwa binafsi yangu, ukirudi tu mchezo wa Kariakoo Derby, kulikuwa kuna tukio la yule Ismail Olivier Toure na Laurindo Maria Depo. Toure anausubiri mpira udunde ucheze, Depo anapita nao na mguu, afu Toure anamwekea konga hivi Depo kwenye box. Kwangu mimi kwa penalty. Sijajua Yanga wangefunga au wangekosa, lakini possibility ya kufunga ni kubwa. Pale kwa 2-2 she. Watifu angefunga. Ijapokuwa huko nyuma kwangu pia kuna tukio la penalty la Diala kumsukuma Libase Gay. Sijajua kama Simba wangefunga au vipi. Kwa hiyo ndio maana nikasema soko ukubwa sana kwa sababu bado yanabaki kwenye draw. Lakini zipo baadhi ya mechi ambazo kwa matukio haya ingeadhibiwa ingekuwaje. Sijui naelewa kwa sababu ya muamuzi. Kwa hiyo kuna sababu nyingi. Quality ya Simba as a team, pinzani wamekuwa wamepunguza, yani hawana ubora huo kwa exposed, lakini pia wananufaika na mapungufu ya kibinadamu ya waamuzi. Sawa.